kuona Yesu zote. Usinione basi anishinda nitakata. Shoga yangu niwaambie. Shoga huyu nani huyu Sophie si anatembea na mtu sasa hivi? Wewe kweli. Anatembea na mume wa mtu. Ujui. Shoga yangu anatembea na mume wa mtu, mume wa shoga yake. Yaani anatembea na mashoga yake hata ogopi. Ila wewe mbea shoga yangu, hizo bado umezitoa wapi wewe? Nimewafuma shoga yangu, nimewafuma Sofia. Tembea na shoga yake. Kweli jamani? Mbona pambe? Haya, mume mwenyewe nani? Hai. Nami mpenzi nitakuvumilia. Mapenzi ni kuheshimiana. Nami mpenzi nitakuheshimia. Hata kama nikisema nifumbe macho, nitakuona ndoto. Mke wangu. Bila wewe siponi. Karibu mume wangu. Yaani hii harufu inaweza kumfufua aliyekufa. Kitu gani tamu hivi unapika leo? Pilau tu kwa ajili yako. Ndio maana nakupenda. Umefanya kazi kwa bidii sana leo. Yaani leo jua limenichapa. Acha masiara. Ila nashukuru Mungu kwa sababu msimu ambao unakaribia na tutavuna tu. Pole mume wangu. Nimeshukuru sana. Uko vizuri? Niko poa. Alafu nimekuta rafiki yako hapo njiani anavyosasambua, anakatika viuno ovyo kwenye kigoma hadi aide. Rafiki yangu yupi? Sio Sofia, yani ndo unakuwa na marafiki wa namna ile. Sofia. Hasa wewe Sofia umjui? Si ndo tabia zake hizo? Hebu achana naye, twende ndani nikakuandalie chakula. Umechoka sana, alafu nikukande kidogo. Unabwata, unauliza. Si kibwana. Wewe kibwana? Huyo shoga yangu. Wewe. Shoga yangu riziki kaisha jamani. Hivi Sofia huyu jamani, hivi ana nini? Kibwana kashajichukulia zigo la shoga yake. Makubwa. Yaani mimi lazima mbona nitamwekeza shoga yangu. Haiwezekani amekuwa hayo tena. Haya shoga yangu. Mimi naondoka, umbea staki. Amekuwa hata kumfikishia shoga yangu na kifua kama mimi mwenyewe. Ndio hivyo shoga zangu. Kwa utani tena hata kuna nini? Hizo nyezi ya. Maana mbaili huyu fulani kaona nini? Cha umbea wake anaondoka sasa hivi. Na shoga yangu akijalizika nasema nitakutaja na wewe. Waambie kwa uongo. Akitaka ukweli picha zipo shoga yangu. Picha zipo. Mama unaenda na ushahidi. Hivi ni maumivu ya moyo yatakwisha, maana kila panapokuja yanaongezeka. Kipenzi changu, nimekuletea zawadi. Mama watoto, kipenzi changu. Unataka nifanyeje mke wangu? Unanipeleka wapi sasa? Si uje ulale? Sasa uniambie mke wangu kama nilala. Yaani imepombe kama mnatulia sisi. Utaniua kitanda tena. Acha bana, hata unaelewa yangu. Wakati wa shida nawe unaleta shida, ndugu sio ndugu, rafiki sio rafiki. Wakati wa shida nawe unaleta shida, ndugu sio ndugu, rafiki sio rafiki. Nilidhani nimepata mfariji, kumbe nawe wale. Simao. Isi kondomu hii. Wangu nini?
Juma. We Juma hivi. Si unanipeleka wapi semi sent bwana? Hizi kondomu afadhali zingekuwa zote 3 pamoja. Hizi 2 umezipeleka wapi? Wewe mimi sinaongea na wewe. Yangu usinisumbue bwana. Shuka hapa tuelewane vizuri. Yangu utaniua bwana. Sasa Unajifanya umeelewa wewe? Subiria hapo. yangu Amka unieleze vizuri. Naomba uniambie hiki nini wewe mwanaume? Hivyo mwanaume umefanya kichaa wewe? nini? Unazungumzia nini mke wangu? Hivi usijua, yaani mimi naongea na wewe unaniambia unazungumzia nini? Uelewi nini? Usichoelewa hapo wewe nini? Nini? Hizi na kaaga 3 hapa naiona 1 2 umezipeleka wapi? Wewe usikandange bwana. Wewe mwanaume unajifanya una akili wewe. Naomba uniambie vizuri. Naomba niambie. Hebu niache. Yes. Akili bado haijakaa sawa. Alafu mimi nikiongea kaa kimya. Nani mwanamume mzee? Naomba kelele mwenyewe. Yaani wewe nakufumania na ujinga huu alafu unaniambia nini? Wewe mwanaume unanifanya kichaa wewe. Sasa mke wangu nimefanyaje? Wewe sijui. Wewe mwanaume usinipandishe kisukari umesikia wewe? Mimi sijui. Naomba niambie vizuri iko ndomo. Wewe. Na ninakwambia Riziki, huyo mtu alileta huu umbea ni mtu mwenye professional zake za umbea hapa mtaani. Si unanielewa? Hebu nipokezee kwanza hizi lolo. Salama. Nipokezee hizi lolo kwanza. Endelea kuzitengeneza. Amesema kwamba amemwona mume wako Kibwana pamoja na Sofia. Hapo kwa Mafatuma dukani. Alikimfanyia bonge la shopping. Si unaelewa maana shopping? Na istoshi. Wiki iliyopita wamekutana hapo mtaa Miembeni. Wakiwa wawili wako Bennett to Bennett. Mimi na Esther kuna jambo baina yao. Jambo? Jambo gani? Mbona sikuelewi shoga yangu? Yaani unamaanisha Kibwana huyu mume wangu mimi au mwingine? Alafu istoshe, Sofia ni kama mdogo wangu. Yaani tunapendana. Hawezi kunifanyia madhila kama hayo. Siamini. Utakuwa ni huu umbea wa saluni hapa. Yaani unajua mimi sipendi majungu. Msinihusishe kwenye majungu yenu. Sitaki kabisa. Eti umbea. Riziki dada yangu. Hebu fungua macho yako wewe. Eti shoga yangu, sio ndugu yangu, sio unamwamini sana wewe Sofia, si ndio? Mimi ndio naikupa taarifa, mimi ndio shoga yako. Si unanielewa? Huyo mtu aliyoleta hizi taarifa ni mtu ambaye namwamini. Hawezi kunidanganya, hawezi kuongopa. Na unajua kabisa mbea anasema kweli japokuwa hajatuma. Si unanielewa? Usikubali mume wako achukuliwe na mwanamke mwingine mwenyewe unaona. Hebu changamka wewe. Hivi utakaa hivyo kinyonge mpaka lini? Shauri yako? Mume ndo anaondoka hivi. Wewe endelea kufuata tu mpole. Utoni sisi waambia watu wa saluni, utusemeseme huko ndo tunakwambia ukweli. Mimi kama shoga yako nakutetea. Wewe Riziki. Wewe. Hivi ni lini maumivu ya moyo yatakwisha? Maana kila panapokucha yanaongezeka. Pigisu. Sema sasa, mimi na kazi zangu bana. Kibwana, mimi na jambo la muhimu sana nataka kukuambia. Nimechoka kukaa nalo rohoni. Sema sasa. Mimi nina ujauzito wako Kibwana. Ni wako wako Kibwana. Wewe. You can be serious. Mimi siwezi kuwa na ujauzito wangu bana. Kwanza wewe unajua mimi nina mke wangu ujue. Sasa sikiza nikwambie kitu. Wewe kama una ujauzito mimi siutambui. Alafu mimi siwezi kukubali kugombana na mke wangu kwa sababu yako. Kwa hiyo kitu cha msingi wewe katoe.
Nitoe ujauzito? Hivi una akili kweli wewe? Huwezi kuniambia mimi una ujauzito wangu wakati unajua mimi na mke wangu. Wewe vipi? Nitoe mimba? Tulikutana kwa starehe tu. Wewe achana na mimi bwana. Una wazimu na kuzunguka kwenye akili yako Hivi wewe unajielewa kweli wewe? Eti nitoe mimba. Hii mimba siwezi kutoa. Ni ya kwako, siwezi kutoa mimba. Hivi unajua kutoa mimba ni dhambi? Haupo serious Siwezi kutoa hii mimba. Ulishanipa mimba, kwani wakati unanipa mimba ulikuwa hujui kama una mke? Kwa hiyo dhambi unayojua ni kutoa mimba tu. Na kuzini ulivozini huko. Sasa sikia nikwambie. Hiki kiumbe siwezi kukitoa. Ni cha kwako, utakufa nacho. Sitoi mimba. Utajua mwenyewe sasa. Lakini kuhusu mimi count me out. Kibwana, wakati wa shida, Kibwana, nawe unaleta shida. Ndugu so ndugu, rafiki sio rafiki. Wakati wa shida, nawe unaleta shida. Ndugu so ndugu, rafiki sio rafiki. Nilidhani nimepata mfariji, kumbe nawe wale wale. Walimwengu mnafigisu. Nilidhani nimepata mfariji, kumbe na wale wale. Walimwengu mnafigisu. Hivi Sofia, kwa nini utumia akili wewe? Nakuuliza wewe, kwa nini utumia akili? Mara ngapi mimi nakwambia kuhusu hili swala moja tu, kila siku tunaongea swala moja hili. Kwa nini unakuwa mpumbavu wewe? Nimekwambia usinifuate, kwa nini unaendelea kunifuata? Kibwana, naomba unisaidie. Shangazi yangu akija kugundua kama mimi na mimba, atanifukuza. Nifanyeje? Nisaidie mimi na mtoto wako Kibwana. Nakusaidia nini sasa? Nakusaidia nini? Wewe mwanamke mzima mkubwa hivi hujui mizunguko yako. Kwa wakati tunafanya ulikuwa hujui kama utapata ujauzito. Sasa hivi unaniletea shida hapa mimi na mke wangu. Kila siku matatizo hayaishi. Hapana Kibwana, usiseme hivyo. Sitaki ujinga. Sitaki ujinga Sofia. Nitakufanya kitu kibaya. Kibwana, naomba hata unipangie chumba. Nijue hata nipo mimi na mtoto wako sehemu salama. Nimechoka kukaa barabarani kurandaranda. Hawa unaletea kumbavu wewe. Mimi nikusaidia kupanga mimi. Tulielewana kwamba tutapangiana vyumba. Ondoka kazini kwangu. Usiletee nuksi, ondoka. Tutapomoa mjinga ni. Usilete kazini kwangu mpumbavu wewe. Hivi ni lini maumivu ya moyo yatakwisha? Maana kila panapokucha yanaongezeka. Pigisu. Sofia! 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 Abe shangazi. Alafu wewe mbavu mkubwa. Wewe ninavyokuita mimi unisikii? Unisikii hapa mbali hapa? Alafu acha upumbavu wako. Hichi kitu gani? Hichi kitu gani nakuuliza? Usifanye kunitetemekea. Nini ujinga wako? Shangazi. Leo ndo unajua mimi shangazi yako. Wewe, kile tena usitimwaka. Panga nimeshakutoa. Sitaki hata kukusikia kwa ngaika nilizwa. Na wewe mimi wewe. Shangazi. Sema kwa hakuna cha shangazi, beba mizigo yako. Beba mizigo yako pesa. Nitamani. Natamani.
Fanya haraka. Walimwengu mnafigisu. Kibias. Yaani wewe mtoto mpumbavu. Watoto wa sasa hivi hawa. Kia Mungu jamani, mtoto anasikua kichwa huyu. Watoto sasa hivi kwa nini hasikii? Nani? Karibu. Mbona usiku hii? Karibu. Kulikoni bwana? Nafsi yangu sitaki kesho ije kujutia. Ukweli wangu Sophie, ulikuwa mbona usiku? Shangazi kanifukuza. Kakufukuza? Ndio. Kisa nini? Kuna siku nilikuwa najisikia vibaya. Nikasema ngoja niende kwenye duka la dawa nikaangalie kama natapata kipimo cha mimba. Nilikuwa nahisi kama nina mimba. Sasa nikachukua kile kipimo nikapima. Nikakuta kweli nina mimba. Nikajisahau, nikakiweka kabatini kwenye nguo. Shangazi alipotoka kuoga akakiona, alipogundua kama mimi nina mimba akanifukuza. Hayo mimba ni nani? Hii mimba ya mume wa mtu. Mume wa mtu? Sophie, kwa nini umeamua kufanya hivyo? Mimi pia sikutegemea kama itatokea hivi. Ila sina pa kwenda Ana. Naomba unisaidie. Sasa kuaje? Mimi mpenzi wangu Juma anakuja mara kwa mara. Ana please. Naomba unisaidie. Sina pa kwenda rafiki yangu. Naomba unisaidie. Hata kwa siku moja tu. Sawa, nitakusaidia. Kweli? Ila mpenzi wangu Juma hapa tutakuja na familia. Sawa Ana, asante. Asante. Nafsi yangu sitaki kesho ije kujutia. Ukweli wangu unauma, ila naomba mnisamehe. Ni damu yangu kweli. Bwana narudi mimi nilijua tarudi wiki mbili baadaye. Ana, hapa ni kwangu. Narudi muda wote unaotaka. Karibu. Shikamoo. Marahaba, ujambo? Sijambo. Mwanangu, wewe ndio rafiki yangu niliyokuambia yupo hapa. Nimekuja kukutembelea. Ana, nashukuru kwa fadhila zako ulizonitendea. Asante. Sawa. Huyu rafiki yangu anaitwa Sofia kama nilivyokuelekeza. Alivyofika hapa nilimwelekeza utakapofika wewe yeye aondoke. Okay, sawa. Sasa cha kufanya basi yule ni rafiki yako, mpigie simu aje. Juma, iko kitu hakiwezekani. Hatuwezi kulaumu wanawake wawili alafu mwanaume mmoja. Ana, unafikia alichofanya huko nje na hapa atafanya? Mimi najua vizuri sana wanaume. Kwa hiyo mimi siwezi kufanya hiko kitu. Hapana mpenzi wangu, yule ni rafiki yako kama ndugu. Kwa kuwa yeye ameona hapa unaweza kumsaidia ndio maana akaja. Isingekuwa hivyo asingekuja.
Nishamstiri tayari na tuliana utakaporudi wewe yeye atoke. Sio rafiki tena yule. Amebeba mimba ya mwanaume wa mtu, nimkaribisha kuchukua na wewe. Na mimi nakushauri. Kama kule rafiki yako, mwambie tu aje. Usiwe hata shida na mimi. Sitofanya chochote kile niamini. Siwezi kufanya kwa kitu. Ana. Si rafiki yako umesema. Kama rafiki yako basi mpe nafasi. Mimi nakuahidi atakuja hapa kwa heshima yako na nakuahidi sitofanya chochote kile. Alikuwa rafiki sasa hivi. Sawa, kwa nini rafiki yako umeamua hilo? Mimi sina cha kufanya. Alitakiwa aje hapa kwa heshima yako. Haya ndio hivyo. Haya. Endelea majini kaoge. Haya sawa. Hivi ni lini maumivu ya moyo yatakwisha? Maana kila panapokucha yanaongezeka. Pigisu wakati wa shida, nawe unaleta shida. Ndugu sio ndugu, rafiki sio rafiki. Wakati wa shida, nawe unaleta shida. Ndugu sio ndugu, rafiki sio rafiki. Nilidhani nimepata mfariji, kumbe nawe wale wale. Walimwengu mnafigisu. Nilidhani nimepata mfariji, kumbe na wale wale. Walimwengu mnafigisu. Figisu, 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 figisu. Karibu. Asante. Samahani, naweza nikapata darasa au? Ndio. Asante. Nafsi yangu sitaki kesho ije kujutia. Ukweli wangu unauma, ila naomba mnisamehe. Ni damu yangu kweli. Figisu, figisu, figisu. We Sofia, mbona uko hapa? Amna. Nipo tu kwema. Yaani nimejaribu kukupigia simu. Kila nikipiga ipatikani, mara upokei. Vipi? Na unafanya nini hapa? Duka la madawa, unaumwa? Ni changamoto tu za maisha dada. Ninaumwa. Kwa ni changamoto tu. Unaumwa nini na madawa mkononi? Ndio maana nakwambia dada yangu ni changamoto tu za maisha. Pole, utakuwa una changamoto kweli. Kwa jinsi ninavyokujua. Na mpaka umekuwa mpole kiasi hichi. Hizo changamoto utakuwa unapitia ni kubwa. Alafu kuna kitu nataka siambie. Gani? Wewe twende nyumbani, si hapo tu. Twende basi tukaongee.
Wakati wa shida nawe unaleta shida, ndugu so ndugu, rafiki sio rafiki. Wakati wa shida nawe unaleta. Niambie Sofia, nini kinakusumbua? Kama nilivyokuambia dadangu, sasa hivi na mambo mengi napitia. Kuna mwanaume alinipa mimba. Shangazi yangu akajua, akanifukuza. Nikaenda pia kwa rafiki yangu Ana, na yeye akanifukuza. Sasa hivi Dariziki sina pa kwenda. Nikuulize, hivi aliyekwambia ukibeba mimba ya mume wa mtu anaweza akakupokea kwa mikono miwili? Unashangaa nini? Kinachokushangaza wewe nini? Kwani unafikiri mimi sijui kinachoendelea? Maneno yamezagaa huko mitaani kote. Wanasema wewe unatembea na mume wangu. Naomba uniambie ukweli. Unatembea na Kibwana? Dariziki, naomba unisamehe. Nikusamehe nini wewe? Hebu naomba uniambie ukweli. Hiyo mimba ni ya nani? Hujanijibu swali langu. Hiyo mimba ni ya Kibwana? Dariziki, ni kweli ni ya Kibwana. Wewe unasemaje? Unasemaje wewe? Hii mimba ni ya Kibwana? Siamini. Unajua siamini? Yaani wewe Sofia, unawezaje kunifanyia hivyo mimi? Wewe ni rafiki yangu. Unajua Sofia, nilikuamini sana. Yaani unawezaje Sofia, unawezaje kutembea na mume wangu mpaka akupe mimba? Unisamehe. Umenikosea sana. Nisaidie rafiki yangu, sina pa kwenda. Umenikosea sana Sofia. Mimi siwezi kukuelewa bwana. Acha ni calm down. Sikiza nikwambie. Naomba utoke nje. Ukakae tumsubirie Kibwana aje aniambie kama haya maneno nayo yasikia ni ya kweli ama yana uongo. Wakati wa shida Naomba uende unaleta shida. Toka nje. Ndugu so ndugu, rafiki sio rafiki. Wakati wa shida nawe unaleta shida. Yaani, kweli Kibwana anaweza kunifanyia mimi hivi? Anaweza kunifanyia mimi hivi jamani? Ameniaibisha. Kumbe nawe wale walimwengu mfigisu. Kibwana, mume wangu, niliyekupenda nikakuthamini. Kuna kitu gani hujakipata baba? Kuna kitu gani hujapata mpaka umeamua kunisaliti? Tena isitoshe tu umeenda kumpatia na mimba. Rafiki yangu jamani. Nitafanyaje? Hii aibu. Umenizalilisha. Umenizalilisha kabisa. Umeamua kunivua mimi nguo. Siamini. Lazima aje aniambie. Ataniambia imekuwaje. Hiki ninachoambiwa ni kweli ama ni masikio yangu tu yanasikia vibaya? Figisu. 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 Hivi ni lini maumivu ya moyo yatakwisha? Maana kila wanapokuja Unafanya nini nyumbani kwangu wewe? Unatumia akili. Kwani ukiongea nini wewe jana? Unakuja kuniletea figisu nyumbani kwangu. Sasa wale kumwambia mtu. Mbona unafanya nyumbani kwangu Sofia?
Sofia ametutembelea. Nyamaza mjinga wewe. Wewe ni mnafiki sana. Unafikiri kwani sijui nini kinachoendelea hapo? Ninaomba uingie ndani tukayazungumze kabla sijakujazia watu hapa. Hivi ni lini maumivu ya moyo yatakuisha? Maana kila panapokucha yanaongezeka. Unachelewa nini? Hebu njoo hapa. Wewe simama hapa. Ongea. Kama nilipokuambia, hii mimba ni ya Kibwana. Unasikia hayo maneno? Yana ukweli? Kwa hiyo ndio umeamua kunizalilisha mimi kiasi hicho? Umeamua kunivua nguo mimi kiwango hiki? Yaani unaamua kutembea na rafiki yangu? Hivi kwa nini umeamua kunidhalilisha? Kwa nini umeamua kunifanyia hivyo? Naomba nisamehe. Kosa wanawake wote kwenye hii dunia. Ukaamua uchukue rafiki yangu. Isitoshe umeamua kumpa na mimba kabisa. Kwa nini umenifanyia hivyo Kibwana? Kwa nini? Kwa nini umenifanyia hivyo? Kwa nini? Naomba nisamehe. Samehe kama. Naomba nisamehe kama. Samehe kama. Toka! Toka nyumbani kwako. Ondoka nyumbani kwako. Kibwana, umeamua kunitelekeza na hii mimba. Nitaipeleka wapi hii mimba Kibwana? Kibwana! Umeshanizalilisha, unataka sasa kuonyesha umma kila kitu kinachoendelea, si ndio? Wewe, ingieni ndani. Ndo tayari ushajiandaa? Niko sawa. Ndio unanukia hivi. Umepaka nini leo? Bwana kweli. Hamna, kawaida tu. Asubuhi. Hakuna. Leta nikusaidie basi huu mzigo kwanza. Weka pembeni. Unywe chai kwanza, alafu ndo uondoke. Haifai, huwezi kwenda hivi hivi. Sawa. Sawa. Haya. Songa hapo. Za asubuhi. Salamu kwangu.
Kwema. Umeamkaje Sofia? Salama, kwema. Kwema tu. Karibu. Asante. Ndo tunaandaa chai hapa. Unaandaa chai? Basi sawa, ngoja nikusaidie. Karibu. Asante. Unapenda? Tafadhali. Bora shoga yangu nimekuona. Maana nilikuwa nakuwaza sana. Na nimesikia mengi hapa mtaani. Hivi kweli Sofia unaishi naye nyumbani? Nani kakwambia? Ni kweli Sofia niko naye. Lakini kwa nini? Yote yale ukufanyia lakini bado umempokea. Amebeba mtoto wa kibwana. Kwa hiyo mimi nikaona anahangaika yuko peke yake. Nikahisi ni jukumu langu mimi kumsaidia. Jukumu lako? Riziki. Unajua ni mwanamke mwenye moyo wa ajabu sana. Hebu angalia wewe wema wako usije ukakupeleka pabaya. Sawa, nitaangalia. Nashukuru Suzi. Haya, sawa. Haya kwa. Nimekuletea maji. Unatakiwa kunywa maji mengi kwa ajili ya hali yako. Asante sana Dariziki. Yaani unanijali sana. Usijali. Okay. Karibu. Nimeleta machungwa kutoka sokoni. Unapenda kula chungwa, Sofia? Yeah, napenda. Nawe kipele. Nipe moja tu, mengine mpe yeye. Si unamwona alivyo? Sawa. Ingependeza kama ungeleta embe. Napenda bwadu. Basi chukua kwa ndani chungwa alafu nitakuletea embe. Asante. Unaendaje? Nashukuru, naendelea vizuri. Ajambo. Naona maji mengi. Na unakuja nini? Nikusaidie. Asante. Mama Zainabu, nimekuja kuomba ushauri kwako. Maana maisha yangu huko nyumbani yamekuwa magumu sana. Pole mdogo wangu, nimesikia. Asante. Yaani nimemkaribisha mwanamke aliyebeba mimba ya mume wangu. Na sasa hivi tunalea mtoto pamoja. Hivi nitakuwa na akili kweli? Akili unayo. Wewe ni mwanamke mwenye moyo mkubwa na ujasiri. Hakuna kibaya umefanya. Na kibwana je? Nifanyaje kuhusu kibwana? Maanake yani mimi kwa kweli nimeshindwa kumsamehe. Yaani roho yangu haitaki kabisa. Kila nikijaribu naona siwezi. Sitaweza. Riziki, wakati ndio uponya majeraha. Na msamani kwa ajili yako, sio kwa ajili yake. Tafuta amani ndani ya moyo wako. Na hilo ni bora zaidi. Tafuta furaha yako. Acha ujinga mdogo wangu. Nashukuru kwa ushauri. Asante.
Sasa hizi. Safi dada, mambo. Karibu mteja. Nianza shilingi ngapi ndugu wangu? Na karibu. Vitunguu 100 shoga yangu, kuna vya 200. Naambie, vya 100 eh? Okay, na nazi, viazi, kuna samaki. Nazi 1000 shoga yangu. Haya dada, karibu. Kuna nini dada? Shoga yangu, umemwona yule mdada? Yupi dada? Yule mdada hivi. Ana nini? Yule alosia mume na shoga yake. Imekuwaje? Pika mtu na shoga yake huku pika pakua. Walifanya na mahaba, leo kamchukulia mume wake. Kwa nini jamani? Ndio hivyo shoga mjini. Kamkaribisha kwani au? Na kamkaribisha hadi nyumbani kwake. Akambebea mume. Akambebea mume na sasa hivi anampakatia. Mani? Ila kazidi kujisikia yule dada, muache. Kazidi kujisikia sana. Anajisikia sana. Basi muache yule joto la jiwe. Hivyo. Achana naye lakini. Haina shida shoga. Kwa sababu sikamkaribisha mwenyewe ndani. Muache yampite. Ndio hivyo shoga yangu pia anakupatia leo. Hongera shoga yangu. Poa, karibu. Wakati wa shida nawe unaleta shida. Vipi? Safi, mambo. Mzima? Mzima tu. Shoga yangu imeanza kuita muda mrefu. Alafu mbona kama unaonekana kama uko sawa? Yaani mimi mwenzako siko sawa kabisa. Yaani nimechanganyikiwa. Unajua kila ninakopita hapa mtaani watu kazi yao kuninyoshea tu vidole. Vidole kwangu tu. Yaani nimechoka wewe mwenzio. Hebu nisikilize shoga yangu. Sawa? Walimwengu ndio jinsi walivyo. Wataongea chochote wanachojisikia. Sasa ukiendelea kukaa kuwasikiliza hautakuwa na amani katika maisha yako. Si unanielewa? Mimi nachokuomba tu. Naomba tu uende kwa Mama Zainab. Nenda kwa Mama Zainab. Uende atakupa ushauri. Afu ni mtu ambaye anaaminika sana. Kwa hiyo tu niende kwa Mama Zainab eti? Ndio. Basi nitajitahidi, itabidi tu niangalie kama inawezekana niende nikazungumze naye kwa sababu yani mimi pale nyumbani sina amani. Unajua sina amani? Nimechoka yani. Unajua siwezi kucheka cheka wakati mimi sina amani. Unajua kila kitu yani ile mtu uwe na furaha, lazima uwe na amani moyoni. Mimi amani sina. Unaona? Yani mimi nimechoka sana zangu. Yani maisha yangu yamekuwa magumu Suzi. Yani najuta. Yani mimi mambo yangu basi tu. Najua unachokipitia ila natokea ukaze moyo, wewe ni mwanamke. Sawa, usiwe hivyo mama. Sawa. Sawa. Endelea kupambania. Si umenielewa? Nakaribia kugive up. Usiseme hivyo. Basi mimi ngoja niende. Haya, sawa, ila uende kitu kwa wiki. Sawa. Kama wewe ni sawa, basi naenda nyumbani kidogo nafanya vitu vyangu alafu nikimaliza nitaenda. Karibu mdogo wangu. Karibu binti yangu. Karibu ukae. Vipi unaumwa? Mbona bado umepoa? Ni kweli Mama Zainab, maoni ya watu yananiumiza. Yaani kila nikipita watu wananinyoshia vidole. Wananiambia eti nimekubali aibu kwenye nyumba yangu. Yaani mimi kwa kweli nimechanganyikiwa. Hata sijui nifanyeje. Pole sana, lakini unajua hii dunia wakati wengine inaumiza na wakati wengine inaumiza, lakini mwisho wa siku ni wewe na maisha yako. Ni wewe unaoishi na matokeo ya maamuzi yako. Lakini mimi nahisi nafanya jambo baya kukubaliana na hali hii. Kwa sababu ni kama naifundisha jamii kukubaliana na mambo kama haya aliyofanya Sofia. Alafu jamii imkubalie tu na imkaribishe. Unafanya kile moyo wako unakuambia ufanye. Unaonyesha huruma kwa mwanamke aliye na mimba kwa sababu hana pa kwenda. Unaheshimu uhai, hilo sio jambo baya. Nalijua hilo, ila sema sasa watu wanavyonichukulia mimi ndo roho yangu inaniuma. Yasikuumize mwanangu, angalia nini unafanya.
Brother, hizi vitu unafaa uelewe bro. Issue ya Sofia ilikuwa very simple. Wewe umeifanya imekuwa complicated na nikakwambia the first thing you're supposed to do ilikuwa kumshow wife wako really. Kwambia wife, unajua nini? Mimi nataka kuoa second wife. Nega tu clear. Mimi nataka kuoa second wife na naomba uni accept mimi nichukue dema kwa mama second wife. But sasa blando ulifanya wewe unaenda kule, unanyamaza, unafanya vitu kisiri. Sasa unaona imekuletea ngori kila mahali. Na niko ni kitu tu simple. Wangemshow tu mazeni aje mimi nitakuwa second wife. Angekupiga bunduki, angekupiga. Ilikuwa tu ni simple. Umeenda umenyamaza, holi imetokea, blanda zimetokea. Haya angalia, ni ngori kwa house hizi. Bado ni simple, hujaribika kitu. Mimi nataka kwa advice ni simple. Nenda waambie Riziki kweli. Na nipate hata kama imehappen, wewe ndio kuombe msamaha kwa sababu uweze reverse, tarusha mwaga maji na uweze ukazitoa. Nani get? So what you do saizi, wewe ni kuona vile utasolve issue na wife wako. Muone mtaikaje mambo ende sawa. Cause hata ukisema unaji express, unaongea nini hautasaidia. But kama imehappen bro, imehappen. Acha utafanya. Wewe ndio utakalm to make sure Riziki yako fiti na nani? Sofia yako fiti na fisho ina settle. Love him. Yeah, bana, nashukuru kwa ushauri wako. Inabidi nifanye hivyo kwa sababu mzee, mbona apokaliki? Baba, najua. Kwani najuta sana kuficha sana hivi vitu. Unajua sisi wanaume wakati mwingine tunafanya kitu unaona ngoja tu nijaribu, ngoja tu nifanye hivi. Sasa kile kitokea shida kama ilivyotokea pale, unakuta unakosa sehemu ya kutoka. Shida ya kuonja bila kujua unaonja brother ni shida hatari. Na vile nikakwambia kama Waislamu wanaruhusiwa kuoa. Unajua sisi Waislamu tunaruhusiwa you can marry more than one wife, 1 2 3 4 ikienda sana mpaka 4. So kama inaruhusiwa ungeiweka tu clear. Na sioni kama Riziki angekataa, angekusikia hata kama angegombana first time, second time but angeagree. Ngeisha. But you worry not. Wewe ongea nao uone itakuwa vipi, weke pamoja. Baadaye pia as time goes tutaona na mambo itakuwa sawa. Sure. Sio na wasiwasi. Wait, piga stories zingine achana mambo stories za mawife hapa. Patia tu headache for nothing. Hiyo kashada mbona umekula peke yako? Oya bro. Njungu. Sofia, mbona umekaa hapo? Nilikuwa napunga tu pepo. Ama kijacho ndo anakusumbua tena. Okay, nimekuletea matunda. Oh, asante. You're welcome. Akaenda Riziki. Wamefanya yote haya. Maana kuna maneno nasikia kwa majirani huko. Wanakusema vibaya. Mambo ya majirani yaache. Nayasikia sana lakini mimi maneno yao hawezi kunifanya mimi nikashindwa kulala. Umenisikia? Ninafanya kile kitu sahihi ambacho mtu mwenye utu wake anapaswa kufanya. Siwezi kuacha kiumbe kisichokuwa na hatia kiteseki. Unanisikia? So maneno ya watu mimi hayanisumbui. Na wewe hayafai yakusumbue pia. Sawa? Sawa Riziki. Asante kwa yote. Usijali, alafu natakiwa ule. Unasikia? Kula. Hamna shida, nitakuwa nakula. Nakula ili mtoto atoke na afya. Haya, hamna shida. Leo, niambie ndugu wangu, poa mafaa, mzima, ndaki. Nenda barabarani kidogo. Basi mimi sikutaki kukulia muda wako. Nimekuja kukupa mrejesho. Yaani ule ushauri ulionipa umenisaidia sana Mama Zainabu. Yaani sasa hivi mimi nimeamua kwamba nimesamea kila kitu. Mtoto wa Sofia nitamlea kama mtoto wangu. Unasikia? Lakini tu kitu kimoja nakumbuka uliniambia kwamba nisiwahi kumwamini nani Kibwana. Kwa hiyo mimi hilo nitalifanyia kazi na maisha mengine yaendelee. Yaani sitaki tena kusikia sijui fulani kasema hivi, sijui majirani wanasema hivi, yaani hiyo mimi tena sitaki. Basi sawa mdogo wangu, nilifurahi kusikia hivyo kama limeisha salama. Umeona ulivyokuwa na amani. Haya, uwe na siku njema. Karibu tena.
Asante. Haya, bye, usichelewe. Haya, poa. Figisu, 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 Figisu. Karibuni. Asante. Unaitwa nani? Sofia Evodi. Asante Sofia. Dada, wewe uchungu umeanza kuuma saa ngapi? Saa 5 asubuhi. Saa 5 asubuhi. Sasa mbona umechelewesha mguu? Ana masaa mengi sasa. Basi kujua kama ndio nimefikia. Unasumbuka kujana kadi? Ndio. Na hii wimbo yako ya ngapi? Ya kwanza. Fole, sasa nyako jana naye kwa ajili ya vipimo. Sawa. Wakati wa shida nawe unaleta shida, ndugu so ndugu, rafiki sio rafiki. Wakati wa shida Kibwana, naombeni kunje. Kibwana, nimekuita hapa, kuna jambo nataka tuzungumze. Jambo gani? Nahitaji haki ndani ya nyumba hii. Haki gani? Kumbuka huyu ni mume wangu halali na amenioa kihalali. Hata mimi pia ni mke wake wa halali, ndio maana nimemzalia mtoto wa kiume. Kibwana, humu ndani nahitaji haki kama mwanamke, maana mimi pia ni mwanamke kama Riziki. Sasa wewe haki gani unataka kutoka kwetu? Nataka ukilala siku 2 huku na wewe uje ndani kwangu kule siku 2, maana mtoto pia anamhitaji babake. Hilo tu ndo niloitia hapa. Kibwana, unaona? Siwezi kuelewa na sitawahi kuelewa. Hivi ni lini maumivu ya moyo yatakwisha? Maana kila panapokucha yanaongezeka. Figisu. Wewe una shida gani? Mbona upo hivyo? No, mimi niko kawaida tu. Usinidanganye. Hivi unajiona ulivyokuwa?
Yaani ujue umepungua tena umepungua haswa. Kinatokea nini huko nyumbani kwenu? Una shida gani? Ni mambo tu ya kawaida, hakuna jipya. Yaani unanidanganya, nakuona kabisa unanidanganya. Ujue mimi niko saluni lakini najua mambo mengi sana kukuhusu wewe. Sasa ukisema upo sawa, unakuwa unanichanganya. Alafu nilikwambia Riziki kuhusu hiyo Sofia. Unaendelea tu kumfuga, mwishoni atakuja kukuumiza ujue. Nafsi yangu sitaki kesho ije kujutia. Na uliniambia kabisa kwamba akishajifungua tu basi unamuondoa pale kwao. Haya, kajifungua lakini bado anazidi kutamba. Ujue utamkosa mume wewe. Na nikwambie tu labda tumkuelekeze. Anajitamba mitaani kutwa nzima. Huyo mume wako usipoangalia atamchukua mchana kweupe. Na wewe sasa si utarudi nyumbani, si utarudi kijijini, si utarudi wapi mwenyewe sijui maisha yako atakuwaje. Endelea kuzubaa hivyo Riziki na taarifa tu shoga yangu. Haya maisha sio ya kuyachezea. Haya shauri yako. Alright, bro. Mimi kwa mtazamo wanaangalia yani. Because like the other day tulikutana naye. Nikakwambia dogo bado nakusumbua akili mpaka saa hizi. Because that last time tulibonga the same thing, you know. Hizi vitu nafaa kuwe keen. Because you can't keep on complaining. Ndio nilikuja na wewe tukaongea, bado naona moods go down. Saa hizi umekuja bado moods go down. Nashinda kuelewa yani nini na happen mbona kupatia stress zote daily. Nini mbaya tena? Bwana. Yaani tangu Sofia ingia nyumbani kwangu, yaani kiukweli imekuwa shida sana. Yaani familia yangu imeporomoka sana. Yaani hakuna amani, kila siku ni shida. Nyumba yangu imeingia dosari sana. Yaani nyumbani kila siku kushani, kuna kutulia, kuna amani yani. Yaani kiukweli najuta sana. Yaani nikikusimulia alichokifanya jana, hata yani wewe sio ungefanyaje? Jana mimi nimelala ndani na Riziki. Huwezi amini bwana. Alikuja ndani nyumbani kwangu. Seriously? Alikuta nimelala. Bani kwa hiyo room yako na Riziki? Kini ngori. Akanishika mkono, akanivuta kwa nguvu, akaniingiza chumbani kwake, akafunga mlango, akaficha funguo. Na mkaza siku nyingi sana lazima ngolo nakupata. Lapi mkafanyaje? Basi ni vurugu yani si kwa nini? Yani si kwa nini uko hivi? Watu bro. Hiyo ni ngori. Basi kwa room yako na Riziki akaingia ndani. Akaingia akanivuta mkono yani kwa nguvu yani akaniingiza chumbani kwake. Sasa ni mtu wa vurugu yani. Unajua sisi tulifanya ili tumsaidie. Najua. Yaani na ukicheki yani sisi situation yani wanakofanya kama Riziki yani ni mtu ambaye tunamtesa tu. Kwa sababu yule hana makosa. Makosa ni ya kwetu. Lakini yeye alikuwa yani yule ni innocent lakini bado aliamua kutubeba na yale madhaifu yetu, akamchukua yule tukamweka pale ili tumsaidie. Na issue of course ilikuwa ni kwa ajili ya kumsaidia. Kwa sababu kule alifukuzwa, akawa hana pa kwenda. Bado tukakaa naye, tukamhudumia kila kitu, Riziki kama ndugu yake kabisa. Lakini malipo ndo anakuwa haya. Sasa ameamua hapo ndo home. But bro niko na question. Hizi vitu paka tuzieke flow. Nataka kujua bro. Hivi unapenda Sofia mani aje? Bado unampenda? Ndio nijua nitakusaidiaje. Because I just need one answer. Do you still love Sofia? Na kama sio, uzonavyo unaanza kurespond. Here's a clear indication kwamba you still love these two ladies. Napenda Riziki, napenda unapenda Sofia. But bado kuna bonge la ngori bro. Because mimi nacheki situation iliko ni kama there are more episodes to come. Sipokuwa keen bro takuangusha. But advice yangu ni simple. Ningeuliza hivi, kama ni story ya Riziki, why can't you separate these two ladies? If at all unataka peace kwa hiyo hao, make sure Riziki yako na kwake, make sure Sofia yako na kwake. Now, najua sasa bro kuna changamoto, kuna some challenges za financial. Because kuchukulia Riziki hao, tulikuwa some money. But bado kuna single houses. Tuangalie chumba kimoja. They are not very expensive. Iko tu kitafuta mtaani pale utapata. Chukulia Riziki nyumba yake. No, Sofia nyumba yake. Kwa Riziki sitabaki pale. Ukishachukulia Riziki hao yake bro, mimi nadhani utakuwa na peace. Hizi ma scaffolds, ma fracas kwa hao,
you won't experience them. So you adopt that idea, and I think ukifanya hivyo bro, kutakuwa na peace. Because hii grade inaendelea wakati Sofia ukiangaliana, unajua these are two competitors, naelewa. Sasa huyu akiwa na mwenzake, kuna great competition in that house. Na kama uko makini bro, mmoja atakufa, and we don't want to see that. Kwa hivyo ukifanya hivyo, I think itakuwa sawa. Sasa umie bro. Wewe kule bana, unajua this is African meal. Hii mambo mikati ya mambo ya wazungu bro. You enjoy yourself. Wakati wa shida nawe unaleta shida, ndugu so ndugu, rafiki sio rafiki. Wakati wa shida nawe unaleta shida, ndugu so ndugu, rafiki sio rafiki. Nilidhani nimepata mfariji, kumbe nawe wale walimwengu mnafigisu. Nilidhani nimepata mfariji, kumbe na wale walimwengu mnafigisu. Alimfanyia hivi nani tena? Jamani. Yaani ni huyu atakuwa ni huyu shetani wa ndani. Ninakosa amani. Wewe. Hebu naomba uniambie, simama hapo. Unaenda wapi? Umenifanyia nini pale? Unajifanya umeizoea hii nyumba, si ndio Ndio umenifanyia nini pale? Yaani mimi naanika nguo zangu, wewe unazichukua unazitupa chini. Wewe kama nani? Usiniangalie hivyo, Mwizi mkubwa wewe. Shenzi type wewe. Una adabu kabisa, Wewe unajionaje wewe? Wewe kama nani kwenye hii nyumba? Unajifanya una majibu, si ndio? Wewe usinichanganye, unasikia Unajiona wewe ndio boss kwa hii. Hapa ni nyumbani kwako na kuuliza mpaka unipangie maisha yangu na kuwa nguo zangu na nika unakuja kuangusha. Usinichanganye. Humu ndani huna haki yoyote. Mimi ndio mwenye nyumba. Mimi ndio mke wake kibwana kama ulijui. Unanisikia? Toka huko bwana. Muangalie. Muone. Wembamba tu, ungekuwa mnene ingekuwaje? Haoni. Nasema akija kibwana lazima nitamwambia sitaki tena kukaa na shetani. Atakuja kuniua huko ndani. Mtu ana roho mbaya kiasi hichi. Yote ameyataka huyu. Ameyataka.
Yaani hawa wapangaji wachafu kweli. Huyu kashanikimbia huyu. Wow, kweli. Huyu sawa, huyu kalipa. Au mke wangu. Usione nimeamka mtoto nimekaa hapa nawaza. Yaani sijui utanielewa wapi. Karibu. Jisha sana au ni bora ukingina kwa nini? Alafu nyinyi bora asubuhi sana. Mezoni wote mmenipa kwa. Sio wenyewe na bakao. Asubuhi sana na miezi 6 mmenipa kwa. Kwa nini? Naam. Hey. Sikiliza sasa. Nikawa hivi. Sawa. Mimi sipo. Hapana. Sasa nimwambie wewe upo ndani. Mke wangu sikiliza basi kwanza. Sijamaliza basi. Sienda kumwambia mwenyewe kama haupo, mimi hapana. Lakini serious. Kati yangu na nani mwanamke? Nani mke wangu? Mke wewe wapi mimi? Mimi ndo mke. Nisikilize mnaotuambia. Nisikilize. Mwambie hivyo sipo sawa. Ila pata chini tutampa yake. Mambo imezidi. Tunaweza kudanganya kuanzia muda. Mama mimi nitoka nishapata kazi nitafanya kazi nitoka kwenye gari nitakoa ndio ninampa. Nimechoka. Fanya hivyo mke wangu mchoka vipi? Ndio basi. Wakati wa shida nawe unaleta shida, ndugu sio ndugu, rafiki sio rafiki. Sawa. Yesu alisema chuma kwa ndani. Wewe unaambia sina akili, au sio? Miezi 6 nanipa. Mimi mnajua nyumba mimi nimejengaje? Najua umeweka asili yako. Ani 20 sio kwenda kipo wiki moja. Ndani ya wiki moja. Mwe nimeshalipa kodi ya miezi 6. La si pesa. Kija nikute ameshatoka. Tute kituki. Unaelewa? Sasa. Unaelewa? Wiki ngapi unakupa? Ametoa wiki moja tu. Wiki moja? Bwana chache mke wangu. Kwa mshoto kuongea tuleta wiki mbili kwani mke wangu? Na watu ungekuwa wewe baba mwenye nyumba ungechoka. Kwanza lini? Tuna miezi 6 kupetua kodi. Wewe unasema eti nimwombe wiki 3. Ametoa tu wiki moja. Amesema kama hatuwezi kutoa kodi, akija wiki mbili baada ya wiki moja chumba kikuta kwa cheupe. Tumetumesha. Basi sawa, mambo kama magumu mke wangu. Turudi kijijini. Ngoja tuone. Tumbe Mungu shaba.
Mambo wetu kupata na inakuaje? Wewe kabisa. Mambo nani? Sio mbaya kwa. Karibu. Nimekuja kucheck bluff. Najua nimejaribu kukucall asubuhi vile nimeamka tu, but phone yako ilikuwa iende through. So sikujua shida kwa. Kwa hiyo mimi sikutaka kukamua hivi. Nipata tu nikalia home nikupigia tuonane, maybe nikupate information kwa simu. Si huyo ibamizo wa kutani ndo. Sina simu sasa. Pigwa kutani na Sofia. Okay. Sasa bro. Sasa brother. Yani brother, mimi sijui kama niko nataka unisaidie na pump ya maji. Niko na shamba yangu huko, nataka kwenda kuweka maji, alafu maybe from there to tukaongea. Hiyo ipo. Sasa please organize tu ni mini shares. Sofia. Naomba saidie pump ya maji wetu. Nimpe rafiki yangu. Hivi umeniona mimi ni mtoto wa kutumatuma tu ndani. Kila saa Sofia. Unanichukuliaje? Unaona kama sina kazi za kufanya? Shemeji, I think that's not the right way to talk to your husband. Inabidi uwe na some respect to your husband. Wakati wewe niko hapo na portray negatively before me. Koma wewe kaka wewe. Tena ukome na ukomae. Unanisikia? Yaani uone hata aibu asubuhi tu kwa watu, umbea tu na kofia lako loka barakoa. Sasa muoe huyo kibwana uende kumfundisha jinsi ya kuishi na mwanamke. Unasikia? Bro. Tatubini mimi nishie. Lakini bado unachukua pump. Bro. Pana na nikungori. Tuongea baadaye bana. Wewe bro. Sina issue na. Tusikie wewe. Nyo, umbea tu. Halo. Usiondoke bwana, nisubiri. Nakuja tu sasa hivi. Ndio mzigo wako ninao. Haya. Maumivu ya moyo yatakuisha, maana kila panapokuja yanaongezeka. Mbona niko hivyo vipi? Unajua kilichonitokea huko? Sasa mimi najuaje mke wangu? Yaani nimeibiwa hela zote. Nimeibiwa kila kitu. Nitaibiwaje na mimi nitajuaje kama watu wanajua mimi na hela? Nimetoka humu ndani, nimeenda huko barabarani, vibaka wamenipitia, wamebeba na mkoba wangu. Sasa mke wangu, unapokuwa unatembea na hela unatakiwa uwe makini. Sasa sisi hela zote zimeibiwa, tutafanyaje sasa? Sasa utapataje? Ndio umwambie huyo shetani wako aliyetuma vibaka kaniibie. Yule demu ni haramia kabisa. Sasa kwa hiyo unamaanisha mimi sijaelewa. Hujaelewa? Usichokielewa wewe hapa kipi? Huyu mwanamke wako ndio ametuma vibaka waje kuniibia mimi. Sasa unajuaje mke wangu, unajuaje? Najuaje kwamba ni yeye? Unamtetea? Unataka kuniambia unamtetea? Nani mwingine anayeweza kujua kama mimi nimetoka na hela humu ndani? Huyu demu ni haramia, ni mbaya. Lakini si ulimkaribisha mwenyewe? Ndio unaniambia hivyo mimi? Aliyesababisha nani? Choka matatizo bana. Na ninasema hivi, sasa hivi atanitambua. Yaani hapa naingia ndani, naenda polisi. Lakini mimi utaendaje polisi yani? Yaani akikwambia ulete ushahidi yaani unajua kule polisi kiangu kuna vitu vingi. Aha, kumbe unamtetea, si ndio Yaani unamtetea huyu shetani Sawa, basi subiri, naenda polisi.
Hello, my dear sister. My name is Mina. Hapa ni nyumbani kwa Kibwana. Yaani wewe ni nani na una mamlaka gani kumuulizia Kibwana hapa? Hivi wewe dada unajisikia unachokisema wewe? Vipi? Una nini hapa? Eti Dariziki, huyu anasema yeye sijui anaitwa Mina, anadai huyu ni mtoto wa Kibwana. Makubwa. Sasa ndo mpige kelele, Mbona wakati mwingine unashindwa kujiheshimu? Mkaribishe kwanza mgeni afike, alafu ndo uanze kumhoji. Ndo nini sasa? Dada, karibu. Asante dada yangu, asante sana. Sawa, ngoja nikalete mkeka basi. Sawa. Asante. Kibwana hawezi akawa na mtoto mwingine zaidi ya mtoto wangu. Plus sio mtoto wa Kibwana. Karibu. Karibu kwenye mkeka. Asante sana dada, asante. Wewe Sofia, si uje sasa huko? My name is Mina and here is my daughter. Anaitwa Nicole. Bora hata Kibwana huyo anakuja. Karibu mume wangu. Tuna ugeni hapa. Hebu wewe msikilize tu dada anachokisema. Dada, unaweza ukaongea. My name is Mina and here is my daughter. Anaitwa Nicole. Unamjua huyo? Mimi namjua kweli. Najua anaitwa Amina na mimi nafahamu kwamba tushakuwa na mahusiano naye zamani miaka 4 iliyopita kabla sikutana na wewe mke wangu. Lakini sasa kuhusu mtoto mimi nashangaa, sijui, yani sielewi. Dariziki, umesikia kwamba kuhusiana na huyu mtoto yeye hajui. Ina maana hiyo mimba sio ya Kibwana. Bwana na mtoto huyu mmoja tu mbani wa kwangu. Hebu na wewe hebu nyamaza. Mbona uko na kierere sana lakini? Si tusikilize kwanza. Wewe unamtetea huyu Kibwana, unamjua Kibwana? Unajuaje kama huyu mtoto sio wa kwake? Hebu nyamaza. Acha tusikilize ukweli hapa. Dada, hebu tuelezee. Uko na ushahidi wote wa hiki unachokiongea? Yeah. Hebu tuonyeshe. Siwa shida na wewe unaleta shida. Ndugu so ndugu. This is Nicole's birth certificate. Wakati wa shida na wewe unaleta shida. Sasa wewe naye unainuka unaenda wapi? Watu wengine bwana. Wakati anakuja nilimkaribisha vizuri hapa. Sasa hivi mwenzake anakuja anajifanya eti anakasirika. Anachokasirika yeye ni. Sasa tushaona. Inakuaje? Mimi nafikiri kwa sababu ushahidi ameonyesha ushahidi, sasa mimi siwezi kumkataa mwanangu. Nicole, this is your daddy. Mom, are you sure this is my daddy? Yes, my daughter. This is your daddy. Hi, Dad. I have been missed you for so long. I love you, baby. May I hug you, please? Ameua! Jamani, ameua! Hivi ni lini maumivu ya moyo yatakwisha? Maana kila panapokucha yanaongezeka.